usibabaike, unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie niete. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my Kabla niweze kwanza, ningependa sana kuwasomea Revelation chapter 21 verse 1 to 7, and it says, "Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new." Then he said, "Write this down. All these words are trustworthy and true." He said to me, "It is God. It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son." Na hapa tunajaribu kupata kuelezwa kuwa sisi wote tunaelekea kwa hii njia, na inapaswa tukuwe tumejipanga, na tunapoenda kuona hii ni a reminder kuwa Mungu yuko, na kutoka hapa kuna eternal life.
kama umemkubali na leo ni Devi anatuonyesha kuwa hii ndio mwendo na si mwisho, ni mwanzo upya ambaye ameanza, na pia sisi tunaelekea kule. Na kabla tuvyo, ningependa sana tuombe. God say thank you for today, and we have come with such sorrow, oh Father, and as we are continuing with mourning for our lost beloved baby, and Lord, we are asking that may you comfort us even as a family, and as you are going to view, may we even remember your wonders, because we all have questions and there is no answers, because you are the answer, oh Father. And Father, as we view, and as we even view Devi, may we reflect on our lives, and may you be with us, and even from here, Father, may you go with us in Psalm 121 in our journey as we take David to rest, oh Father. May he rest in peace, and even our hearts may be in peace, because he is in eternal life. And God, we say thank you for this time. For I pray, trusting and believing in Jesus' name. Amen.
vigumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Huyu ni Tarkok mkubwa na huyu ni Tarkok mdogo. So hawa ni watoto wa our late brother. Kaya chini. Haya. Watoto wako nyuma hapa hivi. Kuja, sogeni hivi. Muonekane. Sasa hawa ni watoto wa Samuel. Sawa? Leta mbele. Haya. Haya, kuja. Msimame mbele. Na msimame mbele, mmekanyaga area hii. Simama mbele, mmeingia hapa hivi. Basi mnaona? Sitasema vile umeona vile wamekuja. Haya. Songeni. Haya, nikuja hapa ni bibi ya marehemu anaitwa Steven. So mama, songa hapa na watoto wako. So hapo sasa, hawa ni watoto wa marehemu. Huyu ni bibi ya Steven ambaye ametutangulia. Hawa ni watoto wake. Haya, follow. Haya. Sasa huyu ni mtoto, ni sister ya marehemu. Mimi nafikiri nyinyi mnachua site. Sitasema nyinyi mkae chini. Haya, nyinyi muende mfollow out. Nani mwingine? Next. Kama nimeonyeshana, wewe unaenda kuketi chini. Basi. Huyu sasa ni Tarkok pia. Nyinyi mnachua site. Sitasema. Huyu ni mzee, hao ni watoto wao. Haya, mfollow out. Haya, huyu sasa ni yule amemaliza maziwa ya mama. Huyu anaitwa kule, nyinyi mnachua, lakini watu hapa labda hawajui. Lakini ndio mmoja hapa atati kwa kujilejega. So netai goroga ku pastabol. Kore mama galati. Korop ko mo chagoro nepke. Aya, kita bare mani. Kuren James. Mojore. Sista ni mani. Korpone. Arone kenyo ke. Bagre. Basi hawa ni watoto wa Senge. Basi kwa wakeni kwa hii familia ambayo inaitwa Kapkateves. Kapkateves, wazee wetu walikuwa surgeons na walipapa. Sitasema huyu ni wa nani, huyo nani. Hawa ni watoto wa mzee Dixon. Sawa? Yeah. Naanzia Joseph, mke wake Tarkok, mke wa late my brother Muchokore,
bibi ya my late brother, bibi ya my late brother, bibi ya my late brother, mtoto yangu. Asanteni Kap Dickson. Aya, next iko Kap Limo. So kwa familia ya Kapates pia tuko na Mzee Limo. Na Mzee Limo hawa ni watoto wake. Huyu ni Agnes, mimi ni Job, huyu ni mke wangu, huyu ni Kition, huyu ni mke wake, huyu ni mke wa Daniel. Ameenda ametoka kidogo. Haya, fall out. Mzee Charles. Lakini Kap Limo mager mo chokoro mo atla mechene. Haya Kap Charles. Familia wetu wase walikuwa Codlos na Sachens. So sitabautisha, nitasema tu hawa ni familia ya Mzee Dickson. So huyu ni mama. Mzee Charles tafadhali. Huyu ni mama. Bibi ya Charles ambaye huyu ni mama wetu sasa ambaye bado tunasema hako na mama yangu ingawa ameseeka. So huyu ni mama. Huyu ni mtoto ya Charles. Huyu ni bibi ya kijana ya Charles. Huyu ni kijana ya Charles. Huyu ni kijana wa Charles. Huyu ni kijana wa Charles na huyu ni kijana wa Charles. Asanteni. Kama maeta wakina Samuel. Churachu. Kutomo atastayo kutoka ni tapcheso. Mutale ka yele boka ka Davis. Mino. Amo kwane kutacheka mama ya gas na letu. Mo bole sana. Amo turgu ye. Ingeti unangeten walda o mengeti ngato langatena ke anganya ko ke ngalan boy ke ngalan korrenja so mwa ba ko yo ko mama e ko njinga yo bole sana ko cheo ba ke ga ko amo mengenki e tu o mengenki sai ko ni jito ko amo mo mi jit ni ke tiljiri si agenda ke molje takat ke juwe di be tu ngala inda na Mungu siri omu bonga ta tsaro monung monreki atar chinge kusoi bitroi anya kwege ngalanda karan ero e Mungu bukega yebe ga ko ero uchu boy ya mutu tesikin mwa tuge konda je ko kama mai ga ko tumo me marira kuli jubar baran mutu warja pole sana yogu sogom tokol kula jika mucho anta makwa ugi yogu bolsa wanda onde manele mare so ongoi bas alen mamuge gitu ko ko no bole mo tlaglian ergo me ko muge le ngocho yo ka ko to ane ukulen tu keno kulen ka kulen ga yin kulen lo ko ka kulen so come o so come ro were rotich unamba tu no ga ino pa che ge ji ga bare boto kitan bas kongoi kama mama. Kwa majina ni Tracy Jelagat, firstborn daughter wa the late Andrew Kipto. The early life, the late Andrew Kipto David was born on 19 December 1985 at Kapwen Farm, Kalumbei Village, Keyo location, Kabartonjo Ward, Baringo County. He was born the fifth born of David Sheto Katibez and Zipporah Sokome. He was brother to Samuel Talam, the late Stephen Kandie, Targok, Stella Jebet, Amy Jepkemboy, and Alfred Kipkulei. He was uncle to Chebichi, Jepkoech, Dominic, Jimmy, Hillary, Jamator, Komen, Winnie, Gilbert, Festus, Bryden, Bradley, Barack, and Victor. He was the cousin of Targok Zipporah, the late Helen, Diana Kangogo, Lynn, Mama Glady, and Chebichi, among others. He was brother-in-law to Eunice, Yvonne, Matthew, and Nick Kibet. Education. The late Andrew started early education at Kapkong Primary School in 1990 to 1993. He was then transferred to Visa Oshual Primary School, Kabarnet.
He sat for his KCPE in the year 2000, where he performed well and joined Osen High School for secondary education. He sat for his KCSE in the year 2004. Work experience or employment. He then ventured into hotel management, where he rose in ranks until he became one of the accountants at Salga until his sickness. Marriage and family. The late Andrew Kipto was married to Mercy Masiza and were blessed with 2 children, namely Tracy Jelagat Kipto I and Grasha Jemutai. He was a loving, devoted father. Social life. The late Andrew Kipton Davy was a very social young man who interacted well with many and had several nicknames among him. Fera Gola, Inspector and Kiongozi among others. He was a serious Arsenal, the Gunners, well as known Team Kubwa. Health. Andrew enjoyed good health until in January 2025 when he started complaining of a mild headache. On Sunday 19th January 2025, the headache became severe and went to Nakuru Level 6 Hospital, Medi, to seek more specialized treatment. He was admitted and put under treatment. After 7 days of treatment, on Saturday 1st February 2025, Andrew developed chest complication due to cold. Resuscitation was done but was not successful, and he scrambled at 5 a.m. Andrew, we loved you, but God loved you more. May your soul rest in eternal peace. Thank you. Our hearts ache because you are no longer here with us. You are not just our father, you are our hero, our protector, and our best friend. We will never forget you. We will never forget your warm hugs, your big smiles, and the way you made us feel so loved and safe. You are always there to wipe away our tears and cheer us on, and make us to laugh with your silly jokes. You had a way of making everything better just by being you. Even though you are no longer with us, we feel you everywhere. When the sun shines, it reminds us of your love. When the stars twinkle at night, we know you are watching over us. We miss you so much, Daddy. We miss holding your hand, hearing your voice, and seeing how proud you are. But we promise to always carry the lessons you taught us in our hearts. We will be strong, kind, and brave, just like you taught us to be. Though our hearts are broken, we find comfort in knowing you are now in heaven, resting peacefully. You will always be our daddy, our angel, and our guiding light. We love you to the moon and back, and even more. Until we see you again, Daddy, we will keep you in our hearts forever. With our love, the little doves. With every act, we honor the life of our beloved son, Andrew. We brought light, joy, and love into our lives. His warm smile, kind heart, and adventurous spirit taught everyone in him. Though his time with us was short, it was filled with Jerry's memories. Andrew taught us to live full love deep and embrace every moment. Even in his illness, show incredible strength and courage. Inspire us all while our hearts are broken. We comfort, knowing he's at peace. His legacy of love and the memories we share forever remains in our hearts. Rest in peace, our sweet boy, forever. Love forever. Miss you and never forget you. Today, we remember our beloved brother. Andrew, you were not just our sibling, but our confidence, protector, and friend. His presence brought more laughter and strength into everyone feeling special. And his
Springs will never forever be held in our heart. He was the glue that held us together, and his absence leaves a point that can never be filled. So you are not gone. We find something in our knowing that he is no other peace, watching over us as guidance angels. I rest well. Bas, thank you so much. Naenda kusoma hapo kwa cousins. Area walienda cousins hiyo ni ya wazungu. Lakini kwa cousin kude brother Jitabore tuwe ku cousins cho kumito cousins kama sisters and brothers. Wale sasa wa baba wale wengine ambaye Job alifanya introduction. So kwa niaba yao yote wa jamii ya Kapkate Best kama cousins Chiba Andrew. So today we gather here to honor the life of our dear cousin Andrew, who was more than just a family. He was our friend and he represented a part of our lives. Andrew had a unique way of bringing joy to each and to every room, whether it was through his infectious laughter, endless kindness, or the many memories we created together, made every moment brighter. Though he left us too soon, the memories we shared will forever remain part of us. Rest peacefully, our cousin brother. Thank you, brother-in-law. Jambo. Kwa majina ni Nick, mimi ni brother-in-law. Acha nisome tu hapa kidogo. You are a true brother to me and a great friend. Our friendship lasted for 20 years, since 2005, when we first met, courtesy of your sister, Amy. Hapo ilikuwa kabla sijatoa mahari. Hapo ni harakisha, kuja nikatoa 2007. My dear wife, as brothers, we have been through ups and downs, but you are always resilient. I can't forget your generosity, good-hearted nature, and always happy demeanor. To your children, Chela and Chamu, your dad loved you so much and always thought about you, and deep down, he had plans for you. Always keep him in your heart. Brother, it's difficult to lose you at such a young age, but it's God's will and we accept. Fare thee well, bro, till we meet again. Nataka nialike Pastor Fred akuja tusomee neno, tuambie moja mbili, na wakati anakuja labda kwa wala wajui Tracy naambiwa ako form 4 Gracia grade 7. Ndugu yangu, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Salamu alaikum. Kwa wala waende kanisa hoya hoya. Hiyo ni salamu ya heu heu. Salamu ya mkono ya left ni hiyo, na salamu ya right ni Bwana Yesu asifiwe. And so unachukua kadi. Lakini kwa hapa we value your presence. Praise the Lord. Umekuja kulia na sisi hata kama wewe ni mkora huko, lakini hapa umetimiza neno la Mungu ambaye nasema mwende mulie na wale wanalia. Naomba watumishi wote wenye wako hapa, tunataka tuchukue 15 to 20 minutes. Alafu ama 10 minutes. Tumalize haraka. Pastors present here, kucheni hapa mbele. Ndugu yangu sema china toa salamu sana kuru, alafu uniwajie ni ubiri. Amen. Bwana asifiwe. Mko wazima? Tunashukuru siku hii ya leo tumeweza kufika salama.
To the family, my name is Daudi Kipkorir Cheruiyot and in English ni Davidson. So nimeangalia tumekuja kuomboleza Devi, so nilikuwa najirelate nikisema Devi. So we are very sorry, and from AGC Ngata and from our senior pastor Humphrey, amepass his pole to you, to the family, and as a church tutasimama na nyinyi, tutaendelea kusimama na nyinyi kwa maombi, na Mungu aendelee kusimama na nyinyi pia, na mbarikiwe. Asante. Bado ni shule kidogo. Asante. Wapendwa, hii chaenda na ubanguse macho heria hii. Haleluya. Chukua namba ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, waombolezaji wote. Kwa majina ninaitwa Pastor Bernadette Kiplagat. Nikihudumu Repentance and Holiness Kabartonjo Main Altar. Kwa familia, mimi ni jirani hapa, mimi ni Wakakwa. So kwa familia nataka niseme pole Mama Samuel na Guga na watu wote wa Kablumbai. Tunaomboleza pamoja na nyinyi, na tunajua Bwana atawafariji zaidi, na tujue ya kwamba tuko pamoja na nyinyi. Asanteni. Nataka nitache mambo matatu. Si ile ya Ruto. Ya Ruto mpaka anapeleka watu Kipsegwe. Lakini yangu ni ya kuchenga. Nina mambo matatu. Ya kwanza, kuna watu wanaongea huko Chikoni, tafadhali ongea pole pole. Chikoni kidogo. Ya kwanza, ili mtu ukaweze kufaulu kwa maisha hii maisha ngumu, hii maisha ya tax, hii maisha ya Gen Z, hii maisha ya generation ambao ukimwambia kitu hawezi sikia, hii maisha ambayo watu wamekuwa reckless. I remember wakati sisi tulikuwa na kuwa zamani, mwanaume ni mtu focused, na hata wakati huko mdogo unajipanga hata kuoa, hata unakatia mtu na hakuna mahali unapeleka. Hiyo ni indicator ya kwamba ipo siku utaoa. Bwana Yesu asifiwe. Si ni kweli? Pigia mimi makofi because nilikuwa sharp. Ndio hiyo sasa, wala wako chonjo. Sasa ili ukaweze kuistahimili changamoto hii yote yenye iko hapa duniani. Ya kwanza, Pastor, you there? Uko na Biblia? Psalm 125 verses 1. Ili musiseme maneno ya Pastor Fred. Mimi nimeoa, hii imeenda. Watoto ni wakubwa, size ya huyu ndugu yangu mwenye amelala. So warembo wenye hawajaenda, tafuta mwingine, hii imeenda. Haya, Pastor, you there? Soma haraka. Mimi ni Pastor hii IC Kablumbe, baadaye nitaonyesha watumishi washiriki. 125 of Psalm. 125 verses 1. Verses 1 it says, those who trust in the Lord are like Mount. The Bible says those who trust in the Lord are like Mountain Zion, which cannot be shaken, but remains forever. Praise the Lord. Amen. Nataka nimwambie hawa, nimependa huyu msichana mwenye Tarkok. Tarkok. Mawendi tinderet karo, mawendi gumaro Tarkok. Tarkok ni koko yangu. Na kuna jamaa alisema siwezi enda milima Tinderet mpaka nione Tarkok macho. Haleluya. Ambaye ni koko yangu, ambaye mimi ni pastor kwa area hii. Tarkok senior pamoja na mdogo. Wewe unajua unaita Tarkok. Wewe. Sasa Biblia inasema wale ambao wanategemea Mungu ni kama milima. Milima ni illustration ya kwamba uwezi hakuna kitu, hata challenge ikikuja Mungu atasimama pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimwambie watoto wa marehemu kwamba
Mwenye anaongea niliwachwa nikiwa nursery na my dad. Today I am a man of God. I'm preaching the gospel across the board mpaka America. Sababu nahubiri mpaka kwa simu. Sasa nyinyi ama si ni kweli? Wapendwa, si ni kweli? Wivu ni ya nini? Si uokoke ndio uone mema ya. Unajua wale ambao wachaokoka mimi nikihubiri wananimark tu, alafu siku chenjika kwa lionelea maneta sera kwa lenya habari pastor. Imuti ni pastor bana. Hata weza kupiga pastor kweli? Wesa. Nilikuwa naeleza watoto wa marehemu kwamba ukitumainia Mungu, mkiweka matumaini yenu kwa Mungu, Mungu atasimama kwa pengo ya baba yenu. Bwana Yesu asifiwe. Psalm 168 verses 5. The Bible says God is the father to the fatherless. So kwa hivyo kama Mungu ni baba ya mayatima, jukumu lenu watoto wa marehemu ni kushika Mungu kabisa, ili awatetee kwa maisha hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yeye logo chai kosa kwa kutenda burja wewe. Waken makosa kiji. Nimesema ole nina ya. Mama kigele ne. Kuna kitu itawadhuru. Kuna kitu itawaangamiza. Kuna Mungu muumba mbingu na nchi. Na kuna manduku ya baba yenu. Nimeona ni watu wazuri. Hotelani na boko buya nireli. Pero garane to metiwere giriren tupto shik lobu kap tupchemu. Riren. Utuni elte kurwa nyamda mgoito. Hallelujah. Kita mimi nikuje nihubiri kwa sherehe. Hallelujah. Nitabariki mpaka hata wakati wanaenda wapate watu wazuri. Hallelujah. Nikuje nihubiri na twende tuweke ring. Siyaka weke ring. Naambia enda patia sisi ng'ombe tukunywe maziwa kaplumbe. Iko nini kuliko ne? Wenye wivu waokoke. Hallelujah. So natabiria mambo mazuri mbele yenu iko sawa katika jina la Yesu. Bora tu uweke matumaini yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote wako hapa, ombi langu usiweke kwa vieta, usiweke kwa gambling, usiweke kwa keroro, usiweke kwa tabia mbaya, weka kwa Mungu. Hallelujah. Usiweke kwa bibi yako. Bibi yako anaweza kukuacha ama kupatie sumu. Si tumeona wengi kwa bibi walipatia sumu na wakaaka. Bibi yangu mpaka anapatiwa sumu. Na una haka tu ati pole ameenda. Lakini ukiweka kwa Mungu, Mungu atakupigania. Hallelujah. Sisi ambao tuliweka matumaini yetu kwa Mungu, hata tukitingisha na watu, hata wakisema nini, bado tuko imara kwa sababu Mungu ako pamoja na sisi. Hiyo point imeenda. Semeni imeenda. Sema ninaweka kuanzia leo matumaini yangu kwa Mungu. Semeni. Kechema, habari yako? Hata Kechema alisema mwanasiasa hatari Kabartonjo amesema kuanzia leo sitaweka kwa siasa, nitaweka matumaini yangu kwa nani? Mungu. Ya pili. Proverbs. Bechene chontane. Pastor ile. Proverbs 22:3. Mpaka nimeona wale wanaangamia ni wajinga. Halo. Wale wanaangamia ni wale wajielewi. Pastor. Wewe waruka kani? Kwa Kenya? Mimi ni Kipkorir. Tukisema kwa lugha yako, mtu mwerevu uona hatari na kujificha, na mchinga uenda na angamie. Tasema nini? Pastor ukimanage na kupatia shilingi 20. Ya lolo ndio hii. Kwa lugha mtu chepe a bright person. never
a prudent person. Yes. Njia yake akiona translation poleni. Yes, akiona njia Enda nunua lollipop ya blue. Kwa msimu huu hatari. Ombi langu ni kwamba that I want you to live a life of wisdom. Uishi maisha ya nini? Ya hekima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu tumeona watoto wetu wakiangamia tukiona. Halo. Unajua ukiishi maisha ya kihekima, haleluya, hii vitu imechoroma yote bwana. Niache bwana. Niache kaka. Umeniangusha bwana. Ama ni the scheme of the devil. Haleluya. Nikae hapa. Umeamua hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema, kwa nini nimesema lazima uishi maisha ya kihekima? That I want you to live a life full of wisdom. Because the world is ending. The world is full of challenges. The world is full of troubles. The world is full of sarakasi. Hello? Yes. Kwa hivyo, nataka ombi langu nikiwa mtumishi hapa ni kwamba uishi maisha ya hekima. Maisha ya hekima ni maisha ya kujielewa. Ni maisha ya kujifahamu. Ni maisha ya kujicheki na kujiona vizuri na kujioji. Hata wewe ushano yako inakaa aje na Mungu. Kuna watu wameishi kama ng'ombe. Kuna watu wameishi kama kila kitu. Kwa nini? You need to be wise. Awake today and realize that our God is a jealous God. Kwa nini unaishi, unakula, unalala, unaamuka na hakuna hata siku unashukuru Mungu? Hakuna hata siku unaenda kushukuru Mungu kanisani. Hello? Bwana asifiwe. Amen. Unajua mtu mwerefu, mtu mwenye hekima anajua hata chakula gani nikikula inadhuru afya yangu, ninatembea na nani, ninatembea na watu wazuri ama wabaya. Kama ni wabaya wanawachana na hawa, mwingine hata anakaa mkora, anakaa hoya baada lakini unaona jamaa hana mbango na wewe unafuata. Uishi maisha ya hekima, ya kujielewa, ya kujua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ufurahishe Mungu kila na wakati. Amen. Hii imeenda. Haleluya. Amen. Nimesema nini? Ishi maisha ya kihekima. Hii dunia ni hatari. Kuna Saitani ako kwa kampeni anatafuta yake. Sijui unafanyia kazi shetani ama unafanyia Mungu. Halo. Sijui unakunywa soda ama unakunywa keroro. Hapo ni hatari. Cheki maana yao. Watu wanakuru ni nani alikuja kutoa Lucas Voi. Ni wengi. Wakati mimi samani wapendwa, nilikuwa mrevi ambaye nimepona hata walevi na marafiki zangu sana. Maana ninajua nilikuwa natetemeka asubuhi. Nikipewa chai mpaka nitoe lock. Lakini nilipopokea Roho Mtakatifu ikatoa lock. Haleluya. Roho Mtakatifu ikatoa lock. Leo mimi ni mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba siku ya leo, kesho utoe lock kwa chai na upokee Yesu leo. Ili Bwana Roho Mtakatifu ikapate kusima lock na tamaa na vitu mingi na uishi maisha ya hekima. Kujielewa wewe ni mtu wa maana katika jina la Yesu. Ukikula chapo utaangamia. Ukiona usiona ubaya unaenda tu mpaka watu wanasema hali yake jana kwa kukunywa pombe yenye sumu macho akapoteza. Wenye wanacheka ni wao. Mwisho ondoka hapo, ujitoe, maana maisha yako ni ya maana. Wakati unakufa, hata huyu ndugu tunasika peke yake, hatusiki na rafiki yake. Kwa hivyo kabla hujafika hapo, fanya uamuzi ya kutafuta Mungu mapema.
Onyo kali 2020, leo ni 2021, 2025. Let us live life full of wisdom, ili ujielewe, ujifahamu, ujue hata kupenda mtu. Haleluya. Mwisho, guard your families. Guard your families. Chungeni familia zenu. Chunga familia yako. Na kama uchaenda unangojea nani? Halo? Na kama oa unangojea ni? Pastor, how are you? Amen. Si wewe hujafika, wewe bado kijana. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Nataka niongee juu ya family kidogo. Maana maisha ni Mungu. Maisha ni kuishi maisha ya kihekima. Na maisha ni kuishi na jamii. Haleluya. Hiyo ni maisha. Sitakuta mahali pengine. 1 Timothy. Si wewe Timothy the Bible. Soma hiyo. 5:8. 5:8. Yes. The Bible says, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Hallelujah. Family first. Koron nyeril ni ya maengaro kuti koron nyeril. Mijiri borton. Halo? Wewe ukiaka kuna mtu ataonyeshwa. Kuna mtu atasoma theology yako kama mtoto yako ama hakuna. Kuna Genesis ambao wanasema tunaokopa simu isiisie moto, pandalo isiisie na mali, tabia mbaya. Hiyo sauti ni ya shetani. Mapenzi ya Mungu ni watu kwenda kuoa na kuoleka. Nataka niseme nini? Kama umebarikiwa na uko na watoto yako, jukumu lako ni kuzingatia kuangalia kazi ya kwako. Angalia kwako, angalia bibi yako, angalia watoto yako. Wewe unawachia nani? Kitu yenje byose ile kitakora sewa barni bochi mwaka nenda mwaka rudi. Halo? Ukiona bibi yako amekaa tambasa, amekaa bibi ya Shetani. Na wewe unaishi na unaenda kanisa. Kanisa gani wewe unaenda? Mbinguni gani wewe unaenda? Wewe wasi panguzeni macho na uangalie jamii yako. Watoto wako haje. Halo? Hili ikipika siku ya kuenda kwa dunia, kwa sababu lazima iende. At least tukipanga hapa huko na watu. Kuna watu wameishi kama wanyama. Unaleta mtu na kutesa. Tabia mbaya. Sio mapenzi ya Mungu utese mtoto ya mtu. Ama pia wewe mama ambaye umeleta utese mtoto ya mtu. Natesa tu mpaka unashika hapa. Kiambia ukikoa mzee anaitika. Nani angesabu kuitika? Hiyo kitu ni tabia mbaya sana. Allow your husband to be the head of the house. Praise the Lord. Wacha koe kama wachukua wengine. Kwani iko nini? Bwana Yesu asifiwe. Allow the father of the house to be the head of the family. Acha mege? Unaniangalia na macho huruma nini? Nimesema kila mtu live a life full of wisdom. Tegemea Mungu na uangalie familia yako. Hata wewe mama unaona mzee amezaa msichana ya kwanza, msichana ya pili, msichana ya tatu. Halafu wewe unasema sisae tena. Usae kwa nini? Na mimi sijajiona. Hiyo ni maisha ya upumbavu. Hiyo ni maisha ya wajinga. Nani atakushinda? Unajua? Utaendea nani engagement? Wakati tunasema tunaendea kijana ya nani? Wapi yako? Na unaweka dunga kila na wakati? Toa dunga! Kuna dunga na mzee hajaonekana. Tabia mbaya. Halo? Hiyo ni maisha ya kiujinga. Lazima uishi maisha ukue sharp. Kwani mzigo yako inakushinda? Baraka zako inakushinda? Bwana asifiwe. Nimesema watu wakae sharp, watu wakae rada. Ujicheke mpaka siku za uzeeni. Ukuwe na watu wote. Haleluya. Kama ni mapenzi ya Mungu na kama si mapenzi ya Mungu, ikae hivyo. Lakini kama ni mapenzi ya Mungu, usiweke dunga. Mwisho
Mkienda kwenyu pelekeni salamu za upendo. Amen. Haleluya. Amen. Kila mtu enda ukijua ya kwamba maisha ni yako. Lazima ujipende. Ujiwasie mema. Usichukue stress ya mtu na usinunue uchinga ya mtu. Be wise. Haleluya. Amen. Live a life of wisdom. Sio inoti ile ngalane watu wananiongelelea sana hata siku hizi na wacha kanisa. Suwache nani ataenda jenamu si ni wewe? Si ni wewe? Alikimjinga ngalane ngo ulikuwa unataka waongelelee nani? Hata watu siku hizi wanasema hata mimi ni mroki, si waseme kwani mbona una confirm wewe ni mroki? Najua ukishikilia umeconfirm wewe ni mroki. Si ndio? Lakini ukijinyamazia nasema wamesema lakini Mungu ananijua na mimi naabudu Mungu. Sio maneno yanakwisha. Na lazima tutende watu wetu. Watu wanakuongelelea siku 9, siku ya 10 wanaenda mwingine. Amen. Haleluya. Amen. Wacha niwaambie leo breaking news. Ili usije ukajifunga mpaka unawacha kanisa. Kuna watu wanawacha kanisa kwa sababu ya watu. Wewe ni mchinga ya mwisho. Unawachia nyumba ya baba yako mkora. Mkora mwenye anataka kuharibu kanisa. Tabia hii, tabia mbaya. Tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Watu wote ambao wako nje ya kanisa hata hawa watapona katika jina la Yesu. Ukiona leo mwenye anachikotelea kwa barabara nunulia masiwa na uambie Yesu anakupenda. Haleluya. Ipo siku atakuwa mtu katika jina la Yesu. Salilala tumbo ya mwingine. Nini wewe kwani umefika amwambie mwenzako sabari bado. Sabari bado. Mwambie sabari bado. Sabari bado. Tuombe. Mwenye angependa amesikia neno na amekusa weke mkono yake tu nikuombee siku ya leo. Asante mama yangu. Asante sana. Mungu akubariki. Maisha ni yako dada. Maisha ni yako. Asante mwana dada. Hako huko lakini amesikia neno. Hata tumezaa watoto na wamekuwa walevi. Tuinue mikono kwa niaba yao siku hii ya leo. Tuseme ya kwamba pombe ikapate kukatika na watoto wetu na wapate kuoa na kuletea sisi mali katika jina la Yesu. Tuombe kwa pamoja. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu. Wamesikia neno lako. Wengi wametubu na kuokoka. Wanapoenda kila mmoja amesikia neno lako. Asante Bwana Yesu maana kuna watu wameinua mikono kwa niaba ya familia zao. Tembelea kwa njia ya kipekee. Kila mmoja anahitaji familia ambayo kuna furaha, kuna amani na ushindi na baraka. Wapate katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu utabariki neno lako. Familia hii ni kwa mikononi mwako. Tenda mema na miujiza. Ni katika jina safi ya Yesu Kristo na sisi sote tuseme amen. Amen. Makofi kwa Yesu. Nataka niombe familia. Na maji yako ya comment yako mngembi. Oje chini comment. Antonya nikigete. Hamakne. Ha. Hakasuna kama kanisa siku birok Mungu. Haleluya. Kila Mungu ndo laptop. Unyabereje shetani wewe kuresko na mwe. Kagala the thief come to steal, kill and to destroy. John 10:10. Jana wewe richike John. What? Matangu John buka TV sore. Bicho lain ko ngulekir ko upload konya. Haleluya. Wewe kuring ken John wenyu kongo ye weri. Konkoi. Yemigi kai ngobo ko tamam to nyuki to misi. Amen. Basi kwa familia wacha Mungu na wabariki. Mtetesi ya watoto hawa ni Mungu. Moto imjige. Otanya kuna wasasi wetu walikuwa na promise. Christmas tutawanunulia kitu. Eloma itu kama weri wachambore ye maljini ki imati promise la kuchuki. Kaika kubari yote Mungu. Kanyamwa wa Ukraine. The promises ya kwamba tutakuwa na nyinyi hiyo ni uongo. Wachini. Kama uwezi wachia Mungu hata na kanisa wenye wako. Haleluya. Leno kwa roche welele Mungu leche. Jamgeweli. Reni boche uno. Ono yo kulok molyo. Amen. Gesa. Chine garane met akimek chini chine garan tok chingoro kai, tok chingai. Oh, gomeja watu sunyo kanisa. Bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Sema amen. Sema amen. Amen. Sema nitakuja kanisa. Nitakuja kanisa. Katika jina la Yesu. Katika Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Amen. Hii nitaona kanisa. Tuwekelee mikono zetu
pamoja, mikono za baraka, mikono za ushindi. Mtetezi wao atakuwa Mungu katika jina la Yesu. Tuombe. Baba mtakatifu, familia wamesimama. Takatifu uonekane. Takatifu inua watoto wa marehemu. Inua jamii hii. Tendea mema na miujiza. Tamalaki na damu ya Yesu. Ninazingira na ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu. Ya kwamba Mungu kashika mkono. Wapate kufaulu. Wapate kusoma. Wapate kuwa wacha Mungu. Na waende mbali. Wasome mpaka nje za nje. Na wakuwe viongozi. Asante maana wewe ni Mungu mwaminifu. Ulituahidi ya kwamba mkiniita nitaitika. Na sasa Mwenyezi Mungu uitike. Na sisi tutakushukuru na kupa sifa na shukurani. Maana hili ni ombi letu pamoja na shukurani, na sisi sote tuseme amen. Pitieni hapa salamia mimi mkenda kuketi chini. The Son and the Holy Spirit. Amen. Mtamchingangwe. Mama, I bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. I bless you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I bless you my daughter. Mbele iko sawa. You have a bright future. Jeremiah 29:11. The Bible says, for I know the blood is out for you, declares the Lord. Blood is to prosper you. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hey, our Queen, praise the Lord. Sige, buneni nyosene. Utaoreka Hussein, mali ninatoka. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I bless you in the name of... Nataka nikuone kanisa. Ready? Umesikia? I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kanisa mbio mbio. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asante kwa kuwa mtoto wetu. Ninaamini anasikia raha kwake. Hawezi fumulia ndoa. Anafurahia ndoa ama anavumilia ndoa? Anafurahia. I bless you, sir. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na kama utaokoka, enda kanisa. Amen. My brother, I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nataka nikuone church. Hallelujah. MC Ogao. Asante Pastor Fred, magobi kwa Mungu jamii. Asante. Enda speeches, maongeo. Mzee karibu. Asante programa. Basi kabla sijasema na wasalimu nyinyi wote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Asanteni. Kwa niaba ya familia ya Kaplumbe jamii wote. Tulikuwa tumefika kwa familia ya David tukaambia hawa pole. Na tunataka kushukuru Mungu kwa sababu vile tunavyowaona mwabije Beto ba? Mama. Angala na mama eh? Angala. Basi tunataka kusema asante mbele za Mungu kwa sababu tumeona familia ya David, watoto wake, wajukuu wake wamesimama kweli. Tunaona mioyo yao zimekaa vizuri. Sisi kama jamii tunaambia hawa asanteni. Tumesema pole na wakati huu tunasema asante kwa sababu umevumilia mpaka mahali tupo wakati huu. Na tunawaomba muendelee hivyo kwa sababu hakuna kitu ambacho sisi tutabatilisha. Ndugu yetu, jana wetu ameenda. Na hatutamrudishia tena, lakini kazi yetu ni kuvumilia na furaha ni kwamba tumeona watoto wake. Huyu kijana wetu Mungu amemsaidia. Na watu wetu kwa desturi yao wanasema yule mtu ambaye amezaa ni afadhali kwa sababu ako na maisha inaendelea. So tunafurahi kwa sababu ya huyu kijana. Na wao ameenda bado tuko na matumaini kwa ajili ya watoto wake. So tunasema kwa familia ya David asante kwa kuvumilia na kuvumilia hivyo na Mungu atawasaidia vile pastor amesema. Asante na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nimeokoka, Kristo ni kiongozi wa maisha yangu. Ninywane amechiritia mapole. Amgapte fite ogo lakwe nikakumot Jehova. Agama ko ken pole amgapka tibise
Kaplumbe tugul ak biik tugul chekakwet boisioni amu kuye kakomwa pastor kamwa tugun cheechen chemakimeche ketesyin tugun alak amu kakunetech kemeche kerib ng'olyot nekimwoe kiboitiotab Jehova akileni chi age tugul kwo kanisa makomeche yenetech kiboitiot kerori yero kebisiweto meche yenetech kendana sobonwekyok akero kou yekamwa so mwane kongoi amu lakwani kotinye warek chich miusam kichiboiboi kabisa. Hata mimi niliona hawa watoto nikafurahi, nikasema maamki Kiptoo, mi Kiptoo kou kou amu tinye warek chich. So kelenjingei pole ako chi age tugul kutacheso amu nwokik betusiek mengeti betu anan sait niitu nebo chi tugul. Kwanza betusiechu uitu haraka kergoket netinye sok sikuturokishe saa yote. So sisi wote ngetach Jeiso kuye kakunetech kiboitiot akerib ng'alekab Jehova akitebi chitugul komie mesiny chito age si yeito betung'ung iwendi komie. So kap David kotoretok Jehova ng'omoki yero kabaibaitu amu Mzee David atakuja kanisa katika jina la Yesu. Yemonyokuru Fred akoi kuhakikisha kule amekuja Kaplumbe katika jina la Yesu. Ndakuwa kule mimi Mama Samuel amkabartenyo katika jina la Yesu. Amen. Asante MC. Family nebo Kap David Kap Davis kwa ujumla loka telet Kiptoo, mchungaji, marafiki kutoka Nakuru ambaye ni family moja kubwa kutoka Nakuru ambaye telet ameenda kujenga, watu ya Kaplumbe, marafiki wote ambao umekuja tusindikishe huyu ndugu wetu. Nachukua nafasi kwa niaba yangu niseme pole kwa yale ilitokea. Nilikuwa na nyinyi juzi na leo tunasindikisha yeye. Pili, mimi nataka niseme hivi, mchungaji, hata mimi leo umenigusa. Kwa hivyo unajua mimi Pastor Tatu wataniombea wewe, Sami na Bishop Kipchumba. Kwa hivyo appointment itamba nyinyi. Hii leo umechukua max. Kwa hivyo Pastor, asante sana. Basi mimi nataka nitambue kuna wale walishikilia kwa Mzee David wakati hawa watoto walikuwa nasoma. Na niseme Margaret's mama Mrs. Kiais mama na Esther. Kuna kitu nataka niseme. Senga tononya. Munaona hawa wakati hawa walikuwa nasoma, hawa walikaribia hii familia. Ndi munaona naamini hakuna harambee tulifanya kwa hii poma. Nikifikiria kwa sababu hawa walishika hawa ndio wakasoma. Asante. Pili, Mama Kemboi akashikilia watoto ya nyumba hii. Kwa hivyo mimi nataka niambie asante kwa sababu hata huyu ameondoka. Yeye aliamua akavaa kiatu akaenda kuchenga ushana watu ya Nakuru. Ndio mnaona leo makari mengi imeingia hapa kwa sababu ya heshima ya huyu jamaa. Mimi namjua yeye. Mimi wakati alienda Nakuru, nikaenda na kwa Logorio, alikuwa pale pamoja na Samuel pamoja na so hao mimi nawajua. Mimi nikifika huko wanatukaribisha sawa. So hao wamejaribu. Kuga ye, nataka nisema asante. Pere kuongoi kapate chorwo na Nakuru. Tibi kapkaiye. Mto moja targo joye. Anjo kuongoi. Mulena Nakuru, mukaenda kwa njia nzuri. Ndio leo hata mumeleta sura nzuri kwa jamii yenu. Otherwise kama mungekaa mbaya pengine ingekuwa watu wachache. So jamii, hawa watoto iko kwa mkono yenu. Mimi najua hamutashindwa. Na ningependa kushukuru sana watu wa Ngata
Ngata ni watu wazuri sana. Mimi nimekuwa Ngata, tumekuwa tukifurahia maisha tukiwa na Devi, tukiwa na Samuel, tukikuwa na Kule. Mimi nikienda pale najiona niko nyumbani. Kwa sasa hata najiuliza nikienda sasa hata pale Ngata nitapata rafiki wa aina gani? Kwa sababu Devi alinikuza roho yangu sana. Na hata nyinyi mnajua Devi alikuwa roho safi. Hata akikuja hapa nyumbani hakuwa yona ile boma ni tofauti na ile boma ni tofauti. Akikuja na sukari atapeana kwa atasema mama chemuke, mama ngo. Yeye alikuwa anapeana. Hakuna mtu ambaye alikuwa na roho kama ya Devi. Kwa hakika mimi nimempoteza sana. Mimi nakumbuka tarehe 31 tumekuwa na sherehe hapa nyumbani. Na mimi nikaondoka kwa sababu nilikuwa naenda kazi. Mimi kuamkia tarehe 1 mimi nishinda kunywa chai asubuhi. Naegewa chai kwa meza, naangalia chai ni kama si chai. Niambiwa ni nini mbaya? Nasema mimi sijui. Najaribu kunywa chai hakuna. Mpaka nikasema nitengenezee uji. Nikajikuta tu mimi ni mgonjwa. Na mimi hiyo siku stima haiko kwa. Baadaye naona message kutoka ndugu yangu Yukule. Anaambia ndugu yetu ametuacha. Nikakuja kusema kumbe ndio sababu. So poleni sana. Aboy kiti kidogo. Ulitusaidia mwanaume. Na tulishukuru Mama Samuel kwa metu kuongoi. Wao tupatie mwanaume. Na mimi nataka tu niombe Samuel sasa na Kule. Tusaidiane. Tusionane wa pale na pale. Hawa ni wazazi wetu wamebaki. Ndio unaona hapa Mama Dorothy, Mama Samuel, Mama Chemuke hapa. Tuwasaidie hao wazee. Mzee Jeptoa kiti kidogo. Mzee Edward, baba yetu pale. Tuwasaidie. Tafadhali ndio tuwaone wazee. Tuwashike mkono wazidi kuishi. Tusipowashika mkono watatuacha mapema. Ndio hata sisi sasa watoto tumeanza kuondoka. Hata tuna nini nashindwa badala wazazi sisi tuwazika wazazi wanatuzika. Sasa hii mahali mimi nafanya investigation. Nafanya na idara ya polisi hapa na wakilisha wasinikisho. Tarbos County. Niko kwa Mheshimiwa Ruto. Kwa hakika leo hata basta amehubiri leo. Lakini waje niwaambie tu ukweli. Mimi sitaficha. Hii maisha imetuchapa. Kila mtu anaumia. Basta. Hata ukienda kanisa bado waombee vijana. Kabla sijaondoka hapa ningependa kushukuru sana wale founders wa The Great Kaplumbe Forum. Hiyo platform imetusaidia. Alianzisha hiki kitu, Mungu akubariki. So ile kitu mimi nakata niwaulize. Mtu jitengenezee barabara yako. Akitaka barabara na wewe jikitio. Mimi barabara na gruze ya kala pita imoto ni kaingi mimi barabara ulini. Kala pita ni pindi ko one way. Yang ketua one way kumita ko two way traffic. Wenda gari ni kwenda extend. Kumita ko benda nyo gruze ke. So mimi nitakuwa njita mapema. Nitakuwa mapema. Rai ni ruwa mena ila moto tos nget karo. Mita ni tele rai ni la ka kuyam. Mominda watai. So kwa mimi hata mapole. Kongoi kwa mtu. Pole sana. Poleni sana. Mungu atusaidie. Tutashirikiana. Hadi mimi ngala na katokol. Haje ngala. Amaka kile wagi ngiringitu sai mami agi atarke. Agi stai mo. Kita bayan ngilini njaja batai ko bana. Mami sini mami ni gere na ya. Agi lagi si jita ko baat. Ani ko majita. Karan kino tik. Sal mami ko tai. Kaya ngityo. Agi ta Yesu. Siya wendi jita ke tu wendi. Kena ngata ne. Amungol lanyo. Ulwa devi sai. I'm sure. Minga jare ka kujem ni na bye kabisa. Mati ngi ngol long devi ata moja. Age gili kata Yesu tunge pagetu ak devi. Kutorte Mungu kongoi. Kongoi jirani. Uhuru wa Yesu. So kwa niaba yangu kwa niaba yangu na ya familia ningependa kusema pole kwa hii jamii ya David pamoja na Kaplumbe pamoja na Kapkatibes. Tunasema pole kabisa. Mimi natoa pole kwa niaba ya AIC Kabartonjo
Local Church Council pamoja na kwaya pamoja na kanisa lote la AIC Kabartonjo. Mama Samuel ni mshiriki wetu kule Kabartonjo, yeye ni mwanakwaya. So tuliposikia hii jambo ilipotokea tukahuzunika sana. So tunasema pole Mama Samuel pamoja na jamii pamoja na mzee David, na tunataka kushukuru Mungu kwa vile ametulisha hii mambo. Tunaona wakati huu wametulia, na tutegemee Mungu kama ndugu wetu Fred vile alikuwa amenena. AIC Kaplembe representative tumoja akuje. So nimesimama kwa niaba ya kanisa la AIC Kaplembe, ambapo pia Mama Samuel wakati asipoenda Kabartonjo anakuja AIC Kaplembe. Watoto wa familia hii, familia ya Samuel wanashiriki AIC Kaplembe, tumekuja kusema pole kwa niaba ya council ya kanisa. Pia kwa niaba ya kanisa tunasema pole kwa kupoteza ndugu wetu. So tuko na uzito kwa kupoteza na tunasema pole. Asanteni sana, wacha Mungu awabariki. Poleni. Workmates ya the late Andrew. Mbele yenyu ni workmates wa Devi, nikiwa boss wake, ananitaga boss lady. Kwa majina naitwa Florence Leitich, kwetu ni kule Rongai. Devi alikuwa anafanya na Bella Villa Investment. It's a group of companies and he was one of our accountant. So mbele yetu tuko na Nelson Mayo, tuko na Helen Sang, tuko na Linda, tuko na Sharon, tuko na Penina Aoko, tuko na Maureen Goroko, tuko na Brenda Mutai, tuko na Abdi Ali, tuko na Karanja, tuko na Faith Muzembe, tuko na Mike Mutua, Josephat, na tuko na Ken. So I think I represent a Kenya. Sina ukweli? Simunipige makofi. Ana mwa agoba sigiga David, akche tupchak David, mutyo mam, mutyo baba, mutyo che tupchak David, mutyo teacher Amy, mutyo Nick, mutyo bigab koroni tugul, mutyo bigab Ngata. Nesire kekose kingwan mising bikab Rongai. David kokoyoiwan kasit en kenyisiek 6 chekokosirto. He was a loyal servant. I don't know what your boss will say about you today if you're not there. For me, David was a loyal servant. Hakuna siku tumerudishiana maneno na David. When the rest go astray, we have somebody calling inspector. And that is David, disciplinarian. So for us as Bella Villa Investment Group of Companies, all of us we say, David, rest in peace until we meet another day that God only knows. So uongoi bikyo, uongoi. Okay, sisi ni walimu kutoka Ngata. Tumekuja tukiwa wachache sababu there is a seminar in our school ambayo inahusu walimu wote. Ni pole tu, kifo ni kichungu sana. Kama kwenyu hakuna kaburi, huwezi jua uchungu wa kifo. The journey of grief is so painful, lakini you just cling to God. Ni yeye hukwaruza na ni yeye hutibu. Biblia inatuambia hivyo. Kwa hivyo mimi naitwa Madam Ann Serem, mimi ni my colleague. Besides being a colleague, ni a great friend of mine. Poleni sana mama na baba, ndugu za Emi na dada yake na pia watoto wa Devi. Mungu atawashikilia na ni Mungu atawaponya. Time heals. Kwa hivyo mjipe nguvu tu, ni uchungu lakini Mungu yupo na nyinyi. Bwana asifiwe. Naitwa Lilian Boit, nyumbani ni hapa tu chini.
nimekuja kulia na Emi. Emi ni my best friend. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Caroline Chelagoi. Nimekuja kulia na Emi na kina Chela. Devi 205, my colleague. Tumefanya naye kazi Logorio kuanzia 205 mpaka 2012. I know Devi. Mutiangai. Kolulgete. Nevermind. Klengite Mutiangai. Mutialangab Devi. So I work choba nimye. We don't have to give up. Tujipe hope. Tujipe hope kila siku. Chaimi. Mwamoge. Miche iso mama. Kogo. Miche iso. Wotela chemu. Miche iso. Suwaini michoba. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sibora Kibowen. Nimefanya kazi na Madam Emily kwa miaka zaidi karibu na miaka 15 yangu. Nimekuja tulie na nyinyi. Kweli haya maneno yamekuwa mazito kwetu, lakini najua Mungu yuko. It is so painful. Mungu tu awe pamoja nanyi. Okay, praise God. Majina ni Winnie Birir na tumekuja kuomboleza na nyinyi. Wakati Emi alikuwa anapigiwa simu nikasikia but tu kujua itafika hapa. Wacha tu tuseme pole na tujiachilie mikononi mwa Mungu, kwa maana maisha yetu amebeba katika mkononi mwake. Mungu atupe nguvu sana tu, kwa sababu hata watu wanapoondoka sasa unaachwa tu na Mungu. So muite tu kila wakati, umwambie nisaidie, kwa sababu anajua jinsi hata ama degree ambao umekuwa heart in your heart. Bwana Yesu asifiwe. So ataponya, asaidie na asaidie. Mungu abariki sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Wacha nichukue hii nafasi nishukuru. Sasa wacha tu Mungu abaki kuwa Mungu, kwa sababu yeye ni muweza yote. Wakati mambo yamefanyika vile imefanyika katika maisha, Mungu anabaki kuwa Mungu. Asante kwa mahubiri ya leo, imetuguza kama wazazi, imeguza wote. Najua mbegu imepandwa itamea katika jina la Yesu. Asante. Jina ni Mary Kirui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Wafula George, na kwa niaba ya bodi ya shule, kwa niaba ya wazazi wote, naomba kuleta pole ya Ngata Ngata Primary. Madam ni mwalimu upande huo. Pia naleta rambirambi ya gavana wa jimbo la Nakuru. Amekuwa na sisi wakati huyo mwingine tukiwa upande ile, na pia area MCA amesema nipeane rambirambi zote kwa familia yetu. Ama yangu ni kusema pole. Kesho ni hapa, leo ni hapa, kesho ni pale, na kesho ni kwangu. Na Mungu azidi kutubariki kwa wakati huu ambao tuko hapa. Kwa majina ni Jonathan Kipleting Keter. Mimi natoka huko sehemu za Kapsabet. Kulei ni rafiki yangu sana. Tumekaa naye kwa muda mrefu sana. Tunakuwa tukifanya mambo naye pamoja. Kila mahali niko yeye anakuaga. So kwa niaba ya Ngata 2NV Sacco, mahali Kulei anafanya kazi, tunatoa rambirambi zetu. Nasema pole Kulei. Ingine ni kwamba
Made, pole, fade mutio. Mamogi. Wale nager ko maya. Wale ko balalma. Komagorom nyo. So, asante. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa majina yangu naitwa Wekesa Nelson na tumekuja mahali hapa kwa ajili ya ndugu yetu Kulei. Tumekuja kulia naye pamoja maana tumefanya naye kazi kwa muda mrefu na amekuwa mtu mzuri, na ninaona kama hii familia ni ya watu ambao ni wangwana sana. Ndiposa tulisema tukuje tusimame na ndugu yetu. Kwa mama na baba tunasema tu poleni. Wacha tu Mungu asiti kuatia nguvu. Maana hata katika hii safari kila mtu anakuwa na stage yake. Ukipanda hata kama ni gari, kila mtu ako na stage yake ya kushuka. Na ndugu yetu David leo ameshuka. Wacha na sisi wenye tumebaki nyuma tujiulize, tutakaposhuka kama ndugu yetu tutakuwa namna gani? Na mengine tumekuja kurepresent Ngata 20V Sacco. Hatungekuja wote, tumekuja wachache, lakini nao wametuma rambirambi wakisema poleni sana. Wacha tu Mungu asiti kuwapanguza machozi na watie nguvu. Hatuna mengi, wacha tu Mungu asiti kuwabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Godfrey Wanyama. Alfred ni rafiki yangu, tunafanya naye kazi, na shida ikitupata imetupata sisi wote, tumesema ni pole kwa wazazi na watu wa area. Mbarikiwe. Habari ya jioni. Kwa majina ni Edwin Chikoli. Mimi ni driver Ngata, tunafanya na Kulei. Hamjambo kikao cha mwenda zake David. Naamini ya kwamba kufika masaa haya tutakuwa tumekubali, na sana sana vile tumeweza kulishwa kwa neno. Kwa wazazi wetu, wache Mungu pekee awapatie amani. Hiki ni kikundi ambacho tumeweza kusimama kwa minajili ya mwenda zake. Hakuna hata mwenye ataongea. Wache tu nitasema mwenye boma Nick alikuwa the host, Dominic Lawi, transport manager alikuwa Spencer Wafula, amesimamia pia upande wa transport, na Korir amekuwa akicoordinate, na Charles pia amekuwa member wa kikundi. Ninaomba tu dakika moja mtupatie nafasi ya dakika 2 niweze kusoma rambirambi kutoka kwa mwenyekiti. Mimi nilikuwa treasurer kwa kikundi hicho, na mwandishi hakuweza kufika sababu ya kazi, na the main chairman alikuwa sababu ya afya hangeweza kufika. Naomba tu kama mtaniruhusu niweze kusoma ujumbe. Ni sawa? Asanteni. Wache nisome kwa kizungu ndio niende mbio. Today we gather here to bid farewell to Andrew David Katebes, in brackets Davy Locks, a man of very few words, yet his presence will be deeply missed. As the chair of the planning committee of Ngata, I would like to thank everyone who supported us to this point. All this would not have been possible without the selfless sacrifice. I may not be able to mention each and every one, but thanks and very special gratitude all goes to the following groups: to the church and the various churches that were represented in all the meetings, the leadership of Nakuru County, starting with the governor's office, the family, especially of Nick's, the Chebutuk's family. Thank you so much. And thank you also for the Katebes family for being coordinating so well with us. Our friends and neighbors, workmates, and the community at large of Ngata, and also to the team, the crew that has come with us. And with all those remarks, may the Almighty God bless you and expand your territories. From us, we want to say thank you
for hosting us, and thank you so much even for the food that you've given us. May the good Lord continue blessing you. Asanteni sana. Familia, majirani, waombolezaji wote, hamjamboni. Sisi ni group tunatoka Mogotio. Tumelete rambirambi zetu kwa watu wa Mogotio, na tumesimama na mtoto wa hii boma ambaye ni Stella, na ni jirani bado, na ni colleague, tunafanya pamoja. Agele mutia kabisa, poleni kabisa. Bas, anege gurna Clement Rotich, abunu Bartabwa. Aku kibogo kwe gura Bartabwa, age bogo kwe mo komosin Mogotio. Kwa hivyo suwacha ni sabi ya time introduction tu. Hao ni watu wa Iboma. Huyu ni Stella, huyu ni mzee yake Jalanga, na huyu ni pastor wetu. Wacha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Pastor Ruth na nimeokoka, napenda Yesu. Nimekuja katika Iboma ili niweze kusema pole kwa ajili ya Stella na mama yake na baba yake na jamii yote na majirani. Poleni sana. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu ni Pauline Kimaro. Mimi ni jirani wa Stella. Kwa hiyo niamua sema tu pole. Kongoi. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Salina Talan. Jirani yangu ni Stella. Naleta pole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Joseph Chesantu Itaek. Ukifika Mogotio utuuliza Sutere. Huyu mzee na mama ni jirani yetu, ni rafiki, tunafanya kazi nao huko Mogotio. Mimi nasema kwa familia hii poleni. Hii ni kitu Mungu ishapanga. Tukubali kwa sababu hatuna lingine ila tu wenye bado tuko hai, tumwambie tushikamatane, tutulizane, maisha yanasonga mbele. Kwa hivyo tunasema pole. Hiyo ndio tumetuleta hapa, tutulie. Mungu anajua kwa nini. Mimi ni youth pastor in our church, na one of the greatest blessings yenye Mungu ametupatia ni tuna belong to a family of faith, and to a family of faith hiyo ni church, na as a church we stand with one of us when it's time for joy and sorrow. Na leo tuko hapa hivi kwa sababu ya Emi. Emi ni mshirika wetu na ni choir member, na kama uko kanisa ya AGC naomba usimame kama wewe ni mshirika, na sijui choir wakuje. Haya. Hao ndio AGC wote. Asanteni. Mbarikiwe. Na to the family tunasema pole sana kwa kuwa hii ndio mwanzo, hii si mwisho, hii ni mwanzo, na kanisa tunaendelea kusimama na nyinyi na tuko pamoja kwa maombi pia. Asante. Ningependa niwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ya pili ni kusema pole kwa familia kwa kumpoteza Andrew. Watoto wake tunasema kama serikali poleni. Kila mtu anaelewa sisi wote ni wasafiri, lakini ni fursa yetu tukiwa hai tushukuru Mungu tukiwa hai na tuweze kufanya mema tukiwa dunia hii.
Ni fursa Mungu ameweza kutupa, na ukipewa hiyo nafasi, fanya mema na uondoke. ya AGC Church. Haya, acha aseme jambo. Bwana asifiwe. Kwa niaba ya kanisa AGC, mimi ni chairlady kwa kwaya yetu, na tumekuja kusimama na dada yetu Teacher Emi, na tuko hapa tu kusema pole. Hatuna mambo mingi, tulisikia hiyo maneno na tumekuwa pamoja huko Nakuru. Emi ni jirani
na bado ni mwanakwaya. Barikiwe sana jamii, wacha Mungu awafariji, awatie nguvu sana wakati kama huu. Amen. 1 minute ni kusema thank you so much. Sindio? So ambia mwenye uko karibu niambia thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for coming. Kusindikisha Andrew Kipto Katebes. Lakini wacha niongeze tu moja. Another 2 minutes only. So ikuwe 5. So let me start from our almighty God for giving us this opportunity. Tunashukuru Mungu kwa kazi yote kama familia. We've lost a friendly cousin. Muliona tusema this guy was very friendly. Alikuwa akicheka akiwa kwake nipandia hapa. Tunasikia vizuri sana. So nianze na Mungu kwa kutupea nafasi from 1985 mpaka wakati tumepoteza hii leo. Tunashukuru Mungu. Ya pili ni shukuru Pastor Taudi. Tulikuwa na wewe Nakuru. Thank you so much Pastor Taudi. Wewe ndio ulituombea tukiwa Nakuru na tukafika nyumbani tukapata Pastor Fred. Thank you so much pastors for your message and everything. Bas jamii ya Kapkatebes tukianza na mzee kitu kidogo Kongo hapo umesimama vizuri na tukafanya hiyo kazi vizuri na mama Samuel asante na jamii yote na Kapkatebes aleni Kongoi. Jamii ya Kablumbe tukiongozwa na wazee wetu hapa mzee Richard Kangor kumbuka anasemanga kumbuka neno la Yesu, mzee Javid Amdani, mama Dorothy na akina mama wote na wazee wa Kablumbe mechi ya Kongoi na MC na vijana wote. Ya tatu ni committee members tukiongezwa na chairman mama tu chairman ya committee huyo ni dadi wetu ambaye ametupea mpaka hii nafasi Daddy Ambrose Chesan wasawachia. Tutasema asante sana committee members. Family kutoka Nakuru, the entire Nakuru family. Thank you so much. Starting from Nkata Farm, Nakuru City. Nakuru City. Mogotio sasa Mogotio mko Nakuru City. Ama hii Mogotio ya Baringo. Sanguru Hotel iko Nakuru City. Kujeni Baringo City kidogo. Bas, tunasema asanteni sana. Thank you so much for your support and for your presence. Kutoka Nakuru tumeona hili kile mmekuja. Tuseme asanteni sana. May God bless you so much. So that will be my second last minute. Nikisema asante my in-laws. Nick Kongoya boy. Asante Nick, asante Matthew. A very strong team here, my brothers-in-laws from Mogotio and Nakuru. Kileni Gongoi. AGC Church. Thank you so much. You choir umeimba hapa. I love choirs. I might join you one day in Nkata. Yeah, I'll just come as a visitor. So mkiona Kennedy Chepkonga Katebes akipita area hiyo mtaniona. But I worked in Nakuru for 10 years, PGH Hospital. That was from 1997 to 2007. So I know Nakuru very well. So asanteni, I worked in Njolo Hospital at some point and Molo Hospital. Wayo mengi bwana MC, si tunashukuru. Kablumbe ako Kapkatebes. Nataka tuseme kwa Kikalia nini Kongoi missing. Mara usibuka spichu. Haya 1 2 3 Kongoi. Kongoi. Inaenda kuomba halafu twende tukitazama mwili tukianza na familia. Nishaombea familia na baada ya hapo tunaenda express mpaka kitanda chake ambaye analalia mpaka siku ya kiyama. Otherwise mukienda kanisa kila moja pelekeni salamu za upendo. Haleluya. Sitaki nihubiri, unajua roho inanishukia. Naomba tuombe. Tujitume kwa kazi tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru. Asante kwa sababu ya neema na baraka zako. Tumehubiri neno lako imekosa watu Mwenyezi Mungu, sasa ni kazi yako. Fuatilia kila mmoja ambaye amesikiza neno. Kapate Mungu kumpeleka hata watu kanisani, waokoke na watubu na wawachane na dhambi. Sasa Mwenyezi Mungu tunaenda kutazama mwili. Tuomba neema yako aweze kusimama pamoja nasi. Wakeni wetu, marafiki, mandugu na madada wanapoelekea nyumbani. Kila mmoja afike nyumbani salama salameni. Na sifa na shukrani sitakurudia. Na hili ni ombi letu pamoja na shukrani, na sisi sote tuseme amen. Amen.
of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and it is strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. Oh, they say that we shall meet by the river, where no storm clouds ever darken the sky, and they say that we'll be happy in heaven, in the wonderful sweet by and by. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and it is strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. God
returns to God who gave it. Wapendwa, kabla uchafika hapa, kabla tujarudisha mchanga kwa chini ambaye ilitengenezwa nayo, na pia roho ambaye Mungu aliweka pumzi ndio ukakuwa mtu, fanya uamuzi. Wesi ukaokoka, wesi amuka hapa na kuokoka. Wokovu yako unaokoka ukiwa hai, ili ufanyie Mungu kazi. Na ikifika hapa unalala, maana Yesu alifufuka. Hata na wale wote walilala ndani ya Yesu Kristo watafufuka. Kwa hivyo jukumu letu watumishi ni kurejesha mchanga kwa mchanga. Sasa tunarejesha mchanga katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tuombe. Mwenyezi Mungu, umetupa kibali na uwezo ya kuteremusha mwili ya ndugu wetu, na tunarudisha mchanga kwa crown ambayo ulitengeneza nayo, na roho imekuja kwako Mungu. Ingoje siku ya uamuzi wako Mungu. Tuomba ukaweze kulinda kaburi hili mpaka siku ya kiyama. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwombezi wetu. Amen. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam, nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio. Tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye.
tuanze kwa maombi ya mwisho. Tuombe. Mungu Baba, kaza sasa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema te Kristo kisalamiana. Na ukiona mwenye hajapona vizuri umwambie maisha ni ya muhimu, chunga maisha yako, huyu amemaliza yake. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. It is well.